Kwa zaidi ya miaka 50, bendi ya kijeshi ya Maroon Commandos imeendelea kusimama imara kama nguzo ya uzalendo, nidhamu na muziki wa kipekee. Ilianzishwa mwanzoni mwa mwaka 1970. Bendi hii ya jeshi la ulinzi la Kenya KDF imepitia vizazi, mabadiliko ya uongozi na mitindo tofauti ya muziki, lakini haijawahi kupoteza mwelekeo wake. Leo tunamulika swali moja kuu: nini kimefanya Maroon Commandos waendelee kupiga muziki kwa zaidi ya nusu karne? Karibu tuandamane hadi tamati. Rumba. Rumba never die. Prepare yourself for an nostalgic trip down memory lane. Ndani ya Maroon Commandos muziki na nidhamu huenda sambamba. Wanamuziki hawa si wa kawaida. Ni wanajeshi waliofunzwa, wanaoishi kwa misingi ya utiifu, heshima na kazi kwa bidii. Nidhamu hii ya kijeshi ndiyo imehakikisha kuwa bendi inaendelea na ubora wake hata wanapobadilisha kizazi kimoja hadi kingine. Kila mwanachama mpya hujifunza kutoka kwa waliomtangulia, na hivyo roho ya Maroon Commandos inaendelea bila kukatika. Katika Maroon Commandos mimi niko na miaka 4 sasa. Sijaingia kitambo sana, nimeingia 2021. Nilimpata Fande Ogeta, ndio alinikaribisha na alitupatia historia ya Fande Kombo yuko hapa. Nilikuwa sijui lakini nilimjua. So na wengine wengi ikiwemo mzee wetu hapa. Historia kubwa ya Maroon inajulikana karibu ulimwengu wote sasa. Kwa maana hakuna bendi ambayo imepiga zaidi ya miaka 50 ukiangalia katika history. Maroon Commandos imeenda more than 50 years, ambayo si kitu cha kawaida. Maroon Commandos hawajawahi kuwa tu bendi ya muziki. Wao ni balozi wa uzalendo. Nyimbo zao kama Charonyi ni Wasi, Amka Ukatike na Shilingi kwa Shilingi zimekuwa sauti ya taifa, zikiwafahamisha Wakenya kuhusu umoja, kazi na upendo wa nchi yao. Na wakaniachia na mimi nikachukua usukani, nikasogeza mbele. Miaka yangu ilifika ndio nikaretire juzi, miaka 5 iliyopita hivi 2020. Na mimi nikapokeza kijiti kwa mwenzangu mwingine, naye anaendeleza gurudumu la bendi ya Maroon Commandos. Kila wimbo ni hadithi ya taifa na kila noti ni kumbukumbu ya historia ya Kenya. Huu ndio moyo unaowafanya waendelee, kwa sababu wanapiga muziki si kwa umaarufu bali kwa taifa. Na ilikuwa inajulikana kama ni bendi ya Wacoast, sana sana Wataita. Maana yake kulikuwa na Habel Kifoto, kulikuwa na marehemu Paul Mwandembo, kulikuwa na Matias Ngereri ambaye kwake ni hapa tu Voi Sofia Town, naye alituacha juzi mwezi wa pili. Alafu na mimi sasa. Kwa hivyo kwa bendi tulikuwa watu Wataita 4. So mnaona hiyo ilikuwa ni nguvu ya Wataita. Kwa hivyo ikiimbwa Charonyi ni Wasi, ikiimbwa Lino ni Harusi, ikiimbwa Sine Ndoe na zingine zote za sigenisheshe za Kitaita hizo, tulikuwa tunasimama sisi watu 4 tukitoa sauti za Kitaita. Si watu walikuwa nakubali. Hapa ni urongo. Siri nyingine ni muziki wao wa kipekee. Maroon Commandos wanachanganya sauti za Kiafrika, mashairi ya Kiswahili na mpangilio wa kijeshi.
Ndiyo maana nyimbo zao zinapendwa hadi leo, kutoka redioni, kwenye sherehe za kitaifa hadi majukwaa ya mitandaoni. Kifoto alitoka, Kifoto aliwachia uongozi kwa Tuesday Oguro. Tuesday Oguro akasukuma hiyo gurudumu, akakuja akamwachia David Kombo. Wakati Kombo ametoka, mimi nikachukua usukani, na Maroon bado inaendelea vizuri. Naweza kuhakikishia Wataita kwamba bendi ambayo ilianzishwa na kijana wenu Abel Kifoto tumeshikilia vilivyo, na juzi wa mwaka jana tulisherekea miaka 52 ya Maroon Commandos kwa katika hii ulimwengu wa muziki. Na pia tumeweka ile rituba ambayo ile tumeweka ni kwamba pia tunaona pia ingine 52 pia Maroon ikigonga. Muziki wao unaishi kwa sababu unagusa maisha ya kila Mkenya, kijana au mzee. Hawa jamaa hao Maroon hao waliamka wakasema kwamba walikuwa Maroon. Katika ile bendi ya Maroon kulikuwa watu ambao sio wanajeshi. Mimi nilikuwa mmoja wao. Mimi nilikuwa nikiimba kizungu, wazungu wana chakula yani si nitasema nini, wanacha vile vijiko wanaanza kula na mkono. Sasa mimi nauliza, what are you doing that and they were happy? Wazungu you happy? Ndugu zangu kina Ogega nini walinipata pale kwa Maroon, mimi naimba, mimi nilikuwa civilian. Maroon Commandos hawajawahi kukaa bila kizazi kipya. Wanajeshi wachanga wanaopenda muziki huchukuliwa na kufundishwa na wakongwe wa bendi. Hivyo kila kizazi hujifunza historia, nidhamu na staili ya bendi, kuhakikisha mwendelezo wa urithi unaodumu. Bado tungali tuko na link kwa sababu katika Taita Taveta pia tuko na tunajiita Taita Taveta Military Veterans. Na wakati nilikuwa nimejiunga pia kucheza mpira football, mimi ndio nilikuwa goalkeeper ya Maroon Commandos. Bendi hii inaungwa mkono rasmi na Jeshi la Ulinzi la Kenya. Wanahusika kwenye hafla za kitaifa, gwaride na matukio ya amani, jambo linalowapa nafasi ya kuendelea kutumikia taifa kupitia muziki. KDF uhakikisha bendi inapata vifaa, mafunzo na jukwaa la kudumu. Ndiyo maana Maroon Commandos hawawezi kufifia. Kwa miaka 50 Maroon Commandos wamekuwa daraja kati ya muziki na historia. Wameimba kuhusu mapenzi, ujasiri na maisha ya kijeshi, wakileta sauti ya askari hadi kwenye mioyo ya wananchi. Kila wimbo ni kumbukumbu na kila onyesho ni salamu kwa wale waliotangulia. Maroon Commandos si tu bendi, ni taasisi ya muziki na uzalendo. Wanadhibitisha kuwa muziki unachochewa na nidhamu, umoja na upendo kwa nchi haudhoofiki. Miaka 50 imepita, vizazi vimebadilika, lakini ngoma zao bado zinapigwa, sauti zao bado zinasikika. Kwa sababu roho ya Maroon Commandos bado ipo. Kwaheri na Mungu akubariki.